yangu bwana. Ndio. Nimepita hapo, nimekutana naye, nimezungumza naye, mambo yote yako sawa. Kikubwa ni kumsubiri. Wewe usawa miogo kula tu. Sawa miogo, wewe endelea. Mdogo bwana nimeutoa hapo shambani kidogo. Okay, sawa. Na vile vile kwamba unajua masuala haya ya mahusiano ndugu yangu, kikubwa ni busara. Ni busara na masuala mengine yote yatakwenda sawa. Ni kweli. Na mimi katika mzunguko wangu hapa kijijini, ndio nikaona mtu wa kunifaa hapa. Ni bwana Konzo. Sawa sawa. Kwa busara zako najua utanisaidia. Yaani hilo kwanza ni kuondoa wasiwasi. Ndio. Ni kuondoa wasiwasi kabisa. Kwa maana unajua masuala kama haya yanatakiwa watu wenye busara zao. Ambao kama mimi. Najua kabisa hiyo kofia haija kaa ule hapo kichwani. Kitu kikubwa ni busara. Unajua bana hata wanawake tunaishi nao hao. Ndio. Ukiwa na busara mambo yanakwenda vizuri. Sio unaelewa vizuri. Kwa hiyo mambo mengine yote tumwachie Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda vizuri. Na unajua jinsi ninavyomjali yule binti Sada. Namjali sana na namthamini. Natambua. Sawa. Msome mwanamke nimeambiwa kwamba tuishi nao kwa akili. Kwa hiyo vitu vingine tunavyo taratibu Mimi nashukuru sana ndio maana nataka ndio. Zamida Konzo. Sawa. Nimekuja kukusikiliza. Nashukuru kwanza Sada. Malizia. Shukuru Sada kwanza kwa kuitika wito. Lakini nilikutana na ndugu yangu Bwana Kole akanieleza kinaga ubaga juu ya mahusiano yenu. Nafikiri kwanza hakukosea kabisa kunielezea mimi kama ndugu yake au rafiki yake. Lakini tukisema tuyaangalie mahusiano yenu yalivyokuwa mwanzo na mpaka kufikia na baadhi ya hawa wanakijiji wanaoangalia mapenzi yenu nyinyi inaleta taswira mbaya. Haileti picha nzuri kwa hapa wanakijiji jinsi wanavyowaona. Kweli kabisa. Nikaona nitumie busara zangu kuwaita tuyazungumze. Sawa. Kwa mimi nisingependa tena kukatokea migogoro ambayo haina maana. Kweli. Tukae tuzungumze, ueleze dukuduku lako, sababu ni nini? Kwa kweli mimi sipendi nirudie maneno. Sawa sawa. Alafu kingine. Mapenzi hayalazimishwi. Sada. Tena narudia. Mapenzi hayalazimishwi. Haupo kabisa kwenye moyo wangu. Sada. Tena narudia tena. Kuna mtu ambaye yupo kwenye moyo wangu. Sada. Yaani nampenda mpaka naweseka. Kwani unaongea kauli hizo Sada? Wewe unajua mimi jinsi ninavyokupenda hapa kijijini. Unajua mimi siwezi kuishi bila wewe. Nimekwambia hivi, yupo ninayempenda. Sada. Sio mwingine. Nakutambua jinsi ninavyokupenda sana. Ni Konzo. Nyote. Nakupa muda. Sawa. Tutaongea baadaye. Najua kwa sasa hivi huwezi kuongea chochote. Ngoja nikuache. Konzo. Sada. Sawa. Inua sura uniangalie vizuri. Usijifanye unapepesa macho hivi. Inua sura yako niangalie. Sio kama shida kuangalia ndugu yangu, nashindwa kulielewa. Usiniambie uelewi chochote. Kwa jinsi tukio lilotokea hapa na nikalishuhudia mbele ya macho yangu. Konzo, unacheza na akili yangu. Kole unanikosea. Unacheza na akili yangu, Konzo. Unanikosea mimi. Kama ndugu yako unanikosea, kama rafiki yako unanikosea. Unanikosea. Nakukosea kitu gani? Nakukosea kitu gani? Yule ni mke wangu mimi ambaye fanya anaishi vizuri hapa kijijini. Unaposema hivyo unajua hiki kinachoendelea mimi naona mapita naona mimi. Sasa nisikilize. Natamka hii kauli ya mwisho. Natoa mguu wangu hapa. Nitachokifanya mimi kuhusu wewe najua mimi. Nisikilize sasa nikwambie kitu kimoja. Kabla hujaondoka na hujafanya unataka kufanya. Bomba hivi mimi ndo nitakulimaliza swala na mimi ndo nitakuweka sawa nyinyi na mpaka mkao mahusiano. Ukitaka kulimaliza ungelimaliza hapa. Unanizunguka. Jinsi ninavyothamini Sada. Ndugu yangu. Nakwambia Kole. Umefikia huko Kole, umefikia huko. Nisikilize kwa makini. Usinione na Konzo. Kole. Hivi unanikosea mimi Kole, unanikosea. Mimi ndo nalimaliza hii swala. Mimi nilitegemea ndugu yangu utanisaidia. Hatimaye kumbe unanizunguka. Siwezi kugombana na wewe mimi. Siwezi kugombana na wewe Kole. Sina tena mahesabu na wewe. Unakwenda wapi sasa Kole? Unakwenda wapi? Huyu mwanamke tena mapita gani mimi naletea mimi? Sikunigombanisha huko mimi sasa. Mimi nafanya nini masuala haya mimi jamani? Huyu Kole mimi sasa jamani. Huyu mwanamke huyu ngoja.